nilisema sitarudi kuongea ndoto za watu mbele za watu. Sababu hatukujui, si ndio? Unakujua? Labda ni Antichrist hatujui, si ndio? Haleluya. Unajua Antichrist wa kanisa? Na tunataka tuangalie leo. Bwana Yesu asifiwe. Antichrist yako kwa kanisa. Hata kuna baraka zingine sitakuwa ninaombea mtu hapa. Nitakuwa nangojea watu wote waende, ninaita mtu ninamuombea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu Antichrist ni kusema isiwezekane. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu akubariki na akutendee mambo mema. Kwa kukuja siku ya leo, ninakukaribisha kwa neno. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watu wako na apology. Nimeona watu, jina la Bwana lipewe sifa. Mtu hata asipokuja kama kwa kazini anatuma sadaka yake fungu lake la 10, na sadaka Biblia inasema ya kwamba hizi sadaka kuna wakati wa Mungu kukumbuka juu ya zile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni ishara ya kusema kuna watu ambao wako kazi, watu wengine wako na watu wagonjwa, jina la Bwana lipewe sifa. Lakini sadaka zao ziliwatangulia. Hata wengine ni usiku. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwenda kufungulia simu hivi apology na sadaka. Unajua ni kwa nini? Hiyo ni njia moja ya kusema hata kama siko kanisani, kuna kitu ambacho kinanitetea kanisani. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni njia moja ya kuhambo, na ni njia moja ya sadaka zako zikikumbukwa mbele za Mungu, pia hiyo yako na ile ambayo umezoea kutoa, zote zikichanganywa, Mungu anasema huyu acha tumkumbuke kwa hizo sadaka zake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuende kwenye kitabu cha Antichrist. Hakuna kitabu ya Antichrist. Naomba tuende katika kitabu cha 1 John, na naomba tuongea about Antichrist. Kuna mambo mengi sana yamejitokeza, na kuna mambo mengi, mafundisho mengi hata social media ambayo ni ya Antichrist. Bwana Yesu asifiwe. Ni Antichrist. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu wako baka kwa makanisa, wako baka na madhabahu, wako ni watu wanapenda kuinamiwa, ni watu wanapenda kutesa washirika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Antichrist. Na wako wengine wamepatiwa kazi ya kupiga makanisa na wachungaji ili kanisa likose maana, na hiyo ni njia moja shetani ameinuka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisomee 1 John 2 verse 22. Aha. Shika tusomee Biblia ya Kiswahili leo. Usimame tusomee Biblia leo na Mungu atakubariki. Kuna dakika moja. Hii ni ya pili. Haya, tusomewe. Bwana Yesu asifiwe. Kati chini shiko. Bwana Yesu asifiwe. Joseph, tusomee neno la Kiswahili. John 2:22. Kila mtu amefika mahali pale, na uwe na kalamu na karatasi, sababu hawa Antichrist ni wengi sana huku nje. Hata wengine wanaanza kusema sijui Yesu ni keheke ya Maria, sijui nini, takataka mingi hazina mwelekeo. Hao ni Antichrist. Bwana Yesu asifiwe. Hata wengine wanaanza kutukana mpaka Yesu. Hao ni Antichrist. Na hicho ni kikundi ambacho kimetengenezwa. Tusome. So
Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye na kuwa ya kuwa Yesu ni Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani aliye mwongo? Ni mtu mwenye akanaye. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye? Kwa hivyo wale watu wote waga wanakana Kristo. Tunawaona kwa social media. Tunaona hata wengine wako na dini zao za kukana Yesu. Hata wengine wana mahubiri yao ya kumkana Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni waongo. Hao ni antichrist. Umewaona? Umewasikia? Ni wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni waongo. Biblia inasema ya kwamba hao ni waongo. Tuendelee. Huyo ndiye mpinga Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Wakati wowote unasikia mtu anahubiri mambo ya Mungu lakini hana mambo ya Yesu, huyo ni mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo ni mpinga Kristo. Na wako wameharibu familia nyingi, wameharibu watu wengi, wametoa watu wengi kwa makanisa, mpaka wengine wanaenda kutapikishwa. Ate toa mbuzi tukutapikishe ukane Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu ni wengi sana, na hata wengine wanakuuliza unalianga aje, kwani huyu Yesu wako asikiangi? Umesikia maswali kama hayo? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Antichrist ni wengi na kazi yao ni kupinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye apingaye Kristo, huyo ni muongo. Huyo ndiye mpinga Kristo. 23. Kila amkanaye Mwana. Kila amkanaye Mwana. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi sema kuna Baba pia kuna Mwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye amkanaye Mwana, anaye Baba. Anaye Baba. Amkirie Mwana, anaye Baba pia. Anaye Baba pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kwa nini? Nimekuwa Roho wa Mungu akanisaidia, akaniambia kwamba ongea hili, watu wangu wanapotezwa. Na ninaomba hii katwe, hata kama ni TikTok iwekwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wale wanaingia TikTok tutamunionyeshe, tutaingia huko, hata sisi tuanze kutetea Yesu wetu huko. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kutetea Yesu huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tumutu tunakuja tunavaa sijui vitambaa, tunaanza kusema sijui atio, sijui hao ni wapinga Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ni wengi sana. Siwende tulisikia hapa tukihubiri, mtu ambaye anaweza kuhukumu wengine bila neno, huyo ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote anayehukumu bila ushahidi, huyo ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na hata akiwa na ushahidi, huyo mtu anaweza fanya makosa na atubu. Kwani uongo? Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho imeinuka na Yesu yu karibu. Kuna roho imeinuka, roho ya kutoa watu kwa makanisa, roho ya kuzuia watu kwenda kwa makanisa, roho ya kupinga watu wasiende kwa makanisa, ya mpinga Kristo. Usidhani utaiona ati iseme ya kwamba ni hii sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee the second Thessalonike 2. Na ukiona pia wewe hauendi katika njia za Bwana, pia wewe unapinga Kristo. Sababu Kristo anasema pitia hii njia, wewe unapita njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu amesema yeye ni mtakatifu, hata sisi tufanyike kuwa watakatifu.
watakatifu. Wakati unapokuwa unafanya kinyume na Mungu na neno la Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe, wewe pia ni mpinga Kristo. Haleluya. Haleluya kanisa. Hiyo ndio ukweli. Na sitatoka kwa ukweli mimi. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Aha. Wathesalonike wa pili 2:3-4. Kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisi. Wathesalonike wa pili 3:4. 3 na 4. Wathesalonike wa pili 2:3-4. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote, Paulo anaambia Wathesalonike, mtu yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo alijua katika Wathesalonike kuna watu watakuja kwa njia ya udanganyifu. Haleluya. Kuna watu watakuja kwa njia ya udanganyifu. Na Biblia inasema ya kwamba Paulo anaambia Wathesalonike, nyinyi mjue ya kwamba mtu asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi ajiinuaye na nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ajiinuaye juu ya kile kinaitwa Mungu ama kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la nani? Wako kwa makanisa. Mwambie jirani yako, hapo muangalie, mwambie, wewe ni mpiga Kristo. Mwangalie tu. Wewe ni mpiga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anakula jojo kwa kanisa na kuna hubiriwa, huyo ni mpiga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa Mungu ni heshima. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukiona mtu anaanza kufanya tutabia tunakaa kwa ushetani, upiga Kristo imeanza kuingia ndani yake. Ukiona neno la Mungu linazungumzwa, unatoka unaenda, unakaa mpaka neno la Mungu liko karibu kuisha, ndio unaingia, upiga Kristo uko ndani yako. Simseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nipehe. Ukiona wanadamulia mahali hapa, Bwana Yesu asifiwe. Ukiona neno la Mungu linazungumzwa na wewe unajiangalia makeup na simu, upiga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ako kwa kani? Anajiita mukri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona mtu anachati kwa kanisa na neno linaendelea, huyo ni mpiga Kristo. Kanisa Bwana direct. Haleluya. Direct. Ushetani ndio huo shetani amesambaza. Una chat hai, uko wapi? Niko chat. Unadu ndio service inaendelea na mbele. Haleluya. Kwani mnamaliza chat saa ngapi? Upiga Kristo. Shika. Mwambie jirani yako, usi wewe ndio mpiga Kristo. Mwambie usi wewe ndio mpiga Kristo. Sababu wako kwa kani? Kwa kanisa. Ako kwenye madhabahu mpaka anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Akijionyesha nafsi yake kama yeye ndiye Mungu. Hakuna Mungu wa James.
Salimia jirani yako, hakuna Mungu wa James. Usalimie, mwambie hakuna Mungu wa James. Haleluya. Hakuna Mungu wa Kemueli. Halo. Haleluya. Amen. Kuna watu wanapendaga sana kutambuliwa hata usipoita ile jina yake. Anasema Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Mungu wa Pastor Mase, Mungu wa huyo ni mpiga Kristo, naye anasema ndio. Biblia inasema ya kwamba ako kwenye madhabahu na anajiinua. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Anajiinua. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mungu akikutendea muujiza, wacha kusema Mungu wa mtu fulani, sema Mungu amenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza patia Mungu utukufu, patia Mungu heshima. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Kanisa, tuko pamoja? Haleluya. Umeona kuna design mpiga Kristo wako kwa madhabahu? Umemwona? Wapiga Kristo wako kwa madhabahu. Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wapiga Kristo wako kwa madhabahu. Hawamtukuzi Kristo, lakini wamtukumbaka wanakochiwa. Maana muujiza. Ukitoka pale sema Papa Ololo. Papa Olo. Praise Jesus. Simseme amen. Praise Jesus. Haleluya. Papa Ololo aliniombea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa huyu Papa Ololo, achana naye. Wako wapi? Uliza jirani yako, Ngai wako wera. Una worship wa mwingine, wako yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekuwa slave kwa wale watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Pia wanakuambiaga, wanakurushiaga mpaka vifo, wanakurushiaga mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mpinga Kristo amesimama kwa madhabahu, anataka afanya nini? Ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Niliona mwingine akisema ya kwamba mchungaji akikuja kwako umngojee kama rais. Haleluya. Mtugatiri okagwa kumwetereta president. Nikufatie. Alikauliza jirani yako, inastahili? Nikikuja kwako brother, uita marafiki wako wote. Munigojee hapo kwa gate. Ndio nikuja kama nimewasalimia. Baka niingie kwa nyumba. Kasikia akisema na muhujia kaliyaga ili yorogo. Merekelea anatuma mtu kama huyo, anamwambia ni mere muhujia kaliyaga. Haleluya. Muhujia kaliyaga koko na maki. Umeshaona hiyo mafundisho? Usalimia jirani yako, mwambie umeona hiyo mafundisho? Haleluya. Niwaulize swali. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu ashimu huyu, nitavuka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yes, mke wa mchungaji ni wa kuheshimi. Ni wa kuheshimu, lakini usifaa. Salimia jirani yako, mwambie wewe jirani yako, chunga sana mahali unaingia. Chunga sana mahali unaingia. Mpinga Kristo amesimama already kwa madhabahu. Na hiyo makanisa watu wamejaa mpaka wanafurika nje. Bwana Yesu asifiwe. Sababu si Mungu amewaita, ni nani? Ni wao, na roho ya shetani iko ndani yao. Kwa hivyo iko na uwezo wa kuvuta watu kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile tunakatazaga dhambi mahali hapa, kanisa nyingi hazikatazagi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
wa mahali ambapo mpiga Kristo yuko hakatangi mambo ya dhambi. Haleluya. Salimia jirani yako, mwambie jirani yangu. Jirani yangu. Wapiga Kristo ni wengi. Na wako kwa makani. Haleluya. Wajimijoke waku. Ndome maiko mbere. Ndio mwana kile muhuti ale duka terea. Haleluya. Tondu ni maguta make makinya kundu kuriku. Bwana tutikiririo mafuta, hatujamwagiliwa mafuta tuwafanye slave. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatujamwagiliwa mafuta tuwafanye slave. Tumemwagiliwa mafuta tuwafundishe neno kulingana na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Maliza? Umemaliza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aya, tuende 1 Timothy 4:1. We, nahubiri. Tata. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu. Basi ndugu, 1 Timothy 4:1. Aina tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana Yesu Kristo. 1 Timothy, Timotheo wa kwanza 4:1. Basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake. Yako inasoma aje? Yako inasoma? Timotheo kwanza 4:1. Nasema basi Roho anena waziwazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Haleluya. Sasa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Roho asema wazi, wengi watajitenga na nini? Na imani. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakataa mambo ya ukweli. Watu wa amani wanakatazwa mahali pale, hawatakubaliana na mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Mahali watu wanaambiwa ukienda hivi si vizuri, watu watachukia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio naona leo nisipoteua huyu atatoka hapa na atauliwa mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ataenda kuteuliwa, ataenda na apatane na watu wengine na afanywe kuwa mchungaji. Sogea hapa. Na nimemtumia yeye na kwa smart leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa smart sana. Simama hapo. Bwana Yesu atumpige makofi. Haleluya. Asipoteuliwa hapa, Bwana Yesu asifiwe. Naona Reverend ni kama hana hata na mimi ya kuniteua. Ataenda mahali pengine na ateuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Atapatana na watu kama yeye. Jina la Bwana lipewe sifa. Waasi. Mwambie kuna waasi wa kiroho. Waasi. Bwana Yesu asifiwe. Watajitafutia wamwambie, uko watu huchelie. Wewe watu hanago chapa ijirie tahana. Siana kama unduka uhau. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hana kulinga ichi. Na wewe ukisikia hivi ukipegwa niko kuheginya milioni masini uko na sikia milioni 100 ukagora na ukajigirira hali ninyo kada hela kumsaidia haria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu watajitenga na watatafuta watu wao wenyewe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Si mumeenda kuomba mahali mkiwa group? Umeshaona kitu kama hiyo? Watu wanaenda wanaomba mahali group, wanatenga kanisa magati ya kanisa. Haleluya. Na wakiona mtu fulani anafunuliwa sana na hujui ufunuo wake kama ni wa Mungu ama ni wa shetani, anamwambia
kule ndo tirapo na weka kiroho ukato kwamo wewe habari. Bwana Yesu asifiwe. Kuja tukuteue. Bwana Yesu asifiwe. Na maake kuingerera moko wanaenda wanatafuta kanyumba na wanaanza kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni waasi, na wakienda maombi mengi yale wanaokea ni ya kupiga mchungaji wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono wako, sema mimi kuanzia leo sitakuwa mpiga Kristo. Wapiga Kristo wainuangi mikono vizuri. Mpiga Kristo ainue. Kama wewe sio mpiga Kristo, inua mkono wako vizuri. Mwambie kuanzia leo mimi sitakuwa mpiga Kristo. Sitakuwa mtu wa kupiga maneno ya Yesu. Katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Haya tusomewe, maliza hiyo mstari. Inasema basi Roho asema waziwazi. Basi Roho asema wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho, wengine watajitenga na imani. Wakisikiliza roho za zidanganyazo. Wakisikiliza roho danganya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Roho zidanganyazo. Halo? Haleluya kanisa. Roho ambazo ziko na udanganyifu na mafundisho ya mashetani. Haleluya. Unajua kwako unaweza ona mende? Muuliza jirani yako, unajua kwako kuna mende? Unajua sio kila mende ni umasikini. Zingine zinakujaga juu ya joto, si ndio? Ukienda kwa nabii wako atakwambia, unaona hiyo mamende iko kwako? Unaona unajua atafanya huko. Na si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Na si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Ile panya unaweza shuku ni ile panya ambayo unaipeaga dawa inakosa yaani inapitaga tu. Leo usira tu panya fulani ni kama tu digital. Umeshaituona? Tudogo. Unakawekeaga mtego. Bwana Yesu asifiwe. Kanaruka mtego. Haleluya. Unakaona penye umeweka mtego, unakaona sitting room. Akali anaiteki, aliokaile nyama hale, akatingelea kauti kavera kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizi panya zingine ni nomo. Halo? Haleluya kanisa. Hizi panya zingine ni nomo. Mende ni nomo. Panya zenye sio nomo ni zile unafukuza zinakosa kuenda. Unaziwekea unazinunulia mpaka motura. Haleluya. Basi unamutura ule munuki wega pio. Unaiwekea lakini unapata nakwambia mimi si fara. Hiyo sio panya nomo. Bwana Yesu asifiwe. But sana wacheni wale watu watapenda sana kuongea juu ya mashetani. Bwana Yesu, mafundisho ya mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Watapenda kufundisha mafundisho ya mashetani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kila wakati huyo adui yako tunamshambulia, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaua, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unaangaliaga watu kama hao, anza kuchange channel, sababu hao ni mafundisho ya nini? Ya kishetani, si mafundisho ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa junior youth tulisema sasa mkuja na kalamu na karatasi, si ndio?
mkisubiriwa kule, hata huku mnakuja na kalamu na karatasi mnaandika. Ni kuna wakati nitawapatia service ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka mkuwe na neno la Mungu ndani yenu. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Roho zidakanyaso. Hebu shoka kidogo hapo brother. Shoka sokoro hapa oro oikarete au utasokoa nini? Tokero makete. Tuna kinyoka kinene hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakuna kitu kingine anaona ni manyoka. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho yake si ya kiungu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacheni kuwa na hayo mafundisho ndani yenu, na msitake watu ambao watawafundisha hivyo. Tuko pamoja? Tuko pamoja kanisa? Tuko pamoja? Mungu na shetani, nani yako na nguvu? Unaonyeshwa kuwapa shetani kwa nini? Usiowape shetani. Ukisimama vizuri na Mungu, shetani hana nguvu kwako. Kwani uongo? Haleluya. James 4:7 ikasema ya kwamba wakati mtatii Mungu, mtamkemea shetani naye atakimbia, atatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie jirani yangu, wacha kukubaliana na mafundisho ambayo hayana mwelekeo. Sio msalimie, mwambie wacha kufundishwa mafundisho hayana mwelekeo. Haleluya. Haleluya. Kuja hapa. Kuja. Wacha tu nikutumie sababu niko karibu na mimi. Gayaratere. Ohoe muno. Ni todo. Ohoe muno. Naibu. Todo ni okwa. Mwadhani yawasho. Na awabeagi watu, mnajuaga hivyo? Wanaendaga na kabeudhi idho itori goro maita 21 na maita 70. Yani no tijoge tona ba idho itori goro utachaka alafu wito na mtoto mamu. Sasa utaanza na number 1. Bwana Yesu asifiwe. Mara 21 si ni mzito? Si ni mzito kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio mnapelekeaga tuuga, si ndio? Si ndio watu wa Mungu? Unaona mwezi sema na mmepeleka huko. Na mugero mura ya kanitha ine kinya mutira ende ote. Na mugero mutore munafiwa mahali ni mugotoa. Waja mga osiarona kinya na nenda kweruka. Hadi anaona. Anaona kuona. Bwana Yesu asifiwe. Mpati hata kuombea. Hata kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua sana wale manabii wanakuaga na uoga sana ya kurudiwa na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuaga na uoga sana wale wapinga Kristo. Kuna mahali hawawezi zama bila tunaombaga hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuombea. Uko na imani? Mungu atakusaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona tukampeni tunafanya na huku nje. Na pastor neka chichi pale ni moto. Lakini ujue moto wake kama ni wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kuna mchungaji anazungukaga washirika wote. Si mimi nimepatana na mambo kama hayo. Kuna jamaa hapa alikuwa na hapa Katanga, hata kuna wakati aliletwa kwetu atuchunguze. Alizunguka washirika wote na walikuwa wanaenda. Ndio naona hapa sitakaki hata wamama kuja kesha hapa. Hata maombi ya usiku sitakaki mambo ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ndike kikio. Kama na iprogo. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomba na wamama
agoke hetokithĩtie akagũtha. Haleluya. Ageka atĩa citĩgano akago oya kushainio kushaike. Kuna mama moja ameshaikuja kwa kaka nyumba tulikuwa pale kwa hii kanisa, akakuja akaanza kuthioma. Mama Muthoni alikuwa na cheni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ate hii inoneragiria Ngai athamake, cheni ndegegiria Ngai athamake. Haleluya. Wale wanaonanga kila kitu ni shetani. Ni shetani. Hata mimi ninaweza vaa cheni na hata niombe. Bwana Yesu asifiwe. Hata niombe. Ndacokire kufuata Ngeigua nĩ mũka wa mũhunjia na nĩ mũka wa mũthuri. Ena mũthuri wake na nĩ mũka wa mũhu. Haleluya. Marĩrĩ kono mũririkane warĩ mũraihu na ngĩ warĩ mũthungu. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mũkũririkana Wanjimia na heo ga story haha nĩ ũngĩ arotete kĩroto mũikarĩra Ngai aheo goci. Matirĩ ũndũ monaga mwega. Salimia jirani yako, mwambie jirani yangu. Ni asubuhi nilikuwa naambia huyu brother, kama kuna kazi, hii kazi tunaitamani sana, lakini hii kazi inakuaga na majaribu mengi sana na vita vingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuchunga watu 10, wachunge tu watu 10 mwaka moja, rudishia Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaenda na hata kuna mwingine alikuwa anataka nipeke hapa. Alikuwa anaitwa Kirago. Walikuja hapa na mtu mwingine na ati wako wanataka kuweka kanisa. Alikuwa anaongea dada kuiga kanisa. Radio Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ngemoria nivikanĩtie ndĩkũhikania. Unajua ukiweka kanisa kuna watu wanakaa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaniletea mzee hapa siku moja, wale wanataka tiniere niwasimamie na huko. Nikaangalia hii kanisa, nikaona hii kanisa litakuja kuaibika. Ngema ndoke murande. Aleleaga. Bwana Yesu asifiwe. Ngema na wewe utake kwa kuruta tena mutumia. Nĩkũiga kĩrĩkanĩro na Ngai nĩ kĩa mwĩrĩ. Kĩmwĩra Ngai ndetaga ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Kĩrĩkanĩro kĩrĩkũ? Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Ukiona huyu dada mke wangu ako hapa ameteuliwa na Mungu, akuja asema ndio nĩ Ngai ndigere mareti. Ngai gakani? Ngai gake? Niweka? Hakuna kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama reverend ni mlevi analala kwa mtao, Mungu wako aonekane kwanza kwa reverend. Bwana Yesu asifiwe. Uombe reverend mpaka oko. Then uende weke kani? Basi hakuna Mungu wa kutenganisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Hii kitu ikatwa na iweka social media. Bwana Yesu asifiwe. Iwekwe na iweka social media. Jina la Bwana lipewe sifa. Niko tayari. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa nini? Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu amesema ya kwamba na ukitaka kuwa mzee wa kanisa ni lazima ufanye nini? Na uone. Haleluya. Guys, hivi tuko shia kwa kitabu hiko. Hiyo gorokio shio. Bwana Yesu asifiwe. Kiego tika mgeduka dukua
Bwana Yesu asifiwe. Kuja wewe, kuja. Sasa nimeteua huyu. Ndiye kwaja wanaleta murago hamo igati sira kikiobo dikio digete mwathani agoco. Haya, ndio ndio ya wewe, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini atafanya? Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni laini ya wapinga. Funguliwa na Mungu kipawa. Vile huyo atakushika mkono ndiye atagonya mkono yake. Asema hiyo kipawa isifanye kazi. Akaroke kani ngai. Oya kekara niguo kwa kago. Si alikushika hivi, atagonya hivi. Ndio karuta wewe. Atafanya hivi, mwana nitaamua jana kuokoa. Dakaruta? Asifanye kazi. Salimia jirani yako, mwambie jirani yako keteni chini. Mungu akubariki, simama tu hapo Pastor Masai. Mwambie Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Roho ya wapinga Kristo imejaa. Bwana Yesu asifiwe. Na iko mpaka kwa madhabahu. Ni vizuri kuiba baba yako wa kiroho, lakini ni vizuri kuiba Mungu zaidi. Salimia mwenzako, mwambie niwe yako ina kafanywa wa kiroho. Ni vizuri kuiba ule mtu anakuchuka kiroho, lakini ni vizuri kuiba baba zaidi. Dareke bwana stika huko. Unataka kwako usiwe na pepo ambayo inatembea huko. Ninaomba hizi stika nimetoka nazo milimani. Ninataka muweke hiyo stika kwa nyumba yako na hakuna pepo itakuja. Asubuhi nilisikia Mungai ametuambia mapepo inajua ina nini? Inafanya nini? Naamini na inatetemeka, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Unachukua na stika yule atakaye ichukua hapa atakuwa na 1,500. Simpake laini. Motifake laini niki. Shika stika. Chukua. Fire. Shika. Fire. Si mwingine akuje shika. Hosh. Paka hii ya. Waja wapiga ni kwa maigo. Na ikitabu raga sio yale gatuiganga. Waya one vitoi. Wacha tuiki. Hata ni bahasha zako msiseme ni mwapatia leta. Hizo ni stika mwenda mweke kwa nyu. Beba Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa urafiki na Roho Mtakatifu kama vile nilipata Bwana Mungai akifundisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na uhusiano mzuri na Roho. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na uhusiano mzuri na nani? Na Roho. Ushaipeleka mtu kwenye ushago. Aya nikwambia kwambia kwa niweza ki. Hiyo lie. Mungu itoa rohi. Mutaitwa waganga. Wacha kurotisha kugie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Itora kugie na kaundu. Hiyo neighbor yako afanyikiwe na kitu. Nale hata mwangi goko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wakati alienda kufufua Lazaro, alienda kwa njia gani? Si alienda kwa njia ya nyenyekevu? Aliwaambia toke? Alishinda akizungumza. Haleluya. Haleluya. Kuna watu unaweza peleka kwenye ukiwaita manabii ama wachungaji. Waenda walimu CV kwenye. Unajua hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia gani? Mehutengera kutambea. Bwana Yesu asifiwe. Yeke nyita ndio. Shi. Aguka nayo. Wanaangukaga mpaka nazo. Aguka nayo. Haleluya. Si manaiba wako huko. Wanaangalia. Hivi
mambo ya kuchimba ilisi kwa boma. Haleluya. Hiyo ni upinga. Kwa nini? Wewe unaenda kuchimbia watu wengine ilisi. Ati kiko hapa. Mnachimba mnapata karatasi ya nylon. Kama roho Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ama kibulageti kiliosa. Na kiko chini ya mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Kaya hiki. Haleluya. Wengine wanakujaga na kansa wameweka vitu mpaka huko. Unajuaga hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Wengine mpaka wanachukuzaga mpaka kwenyu, wanakuja wanachimba mahali, wanaweka, hawata miss point. Sasa ukiona mtu anasema keha, unapata tudoli tuwili tumeshikanishwa hivi. Unasikia ati wewe newe? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wako na uwezo wa kukata nira zote ukiamini na ukiwa muombaji. Inua tu mkono wako tusema Bwana Yesu, nipe nguvu, nipe uwezo katika jina la Yesu. Nisidanganyike na mafundisho ambayo yanaendelea katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Kuanzia leo nisaidie katika jina la Yesu, nimalize mwendo salama kwa jina la Yesu. Amen. Salimia jirani yako, mwambie jirani yangu, mbinguni ni mbali. Mwambie huko kuna mabroka wengi sana. Ushaenda kotini? Umeshaenda kotini? Ushaipata broka mahali pale? Mpaka anakuambia sioshe ni moto mno, nitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa kanisa kuna mabroka. Salimia jirani yako, mwambie kuna mabroka. Wengi wameteuliwa na shetani. Haleluya. Hiyo kitu inakuridhisha ni kitu. Niliona mwingine hapa na alikufa. Hata niongea hiyo bwana, na mama yake ameshinda ananipigia simu, aliwacha katoto kadogo. Alifanya mpaka harusi. Tuliketi naye hapa, alikuwa anatengeneza hizi vyombo za keyboard. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alinitajia mambo ya mchungaji mmoja, hata nikashikwa nikapatikana na ukimwi. Patati ni wakupuliza ukimwi. Inaenda. Aliolewa na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakusikiliza kile mimi nilimwambia. Nikamwambia hapo penye unaenda kuna hatari. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda, alikuja kunitafuta wakati amefanya mpaka akaniweka kwa grupu za nisikuchangia. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kunitafuta wakati kimeanza kumramba. Amepata katoto kamoja. Unajua mama alikufa na depression. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mchungaji ni mchungaji ambaye alikuwa amefunga huyu. Unajua kuna wachungaji wanafunga watu kimawazo. Kwanza akikupenda na kufunga kimawazo. Haleluya. Nafunga hiyo mawazo yake anipende mimi. Hata angeambiwa na nani angekubali. Alikuwa wana hapa sijui wanaitwa Kayole. Alikuwa ameka kanisa Kayole huyo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Halo kanisa. Wadada, nyinyi ndio wepesi sana kuanguka kwenye mitego. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe alikuwa amefungwa. Ninafunga akili zake awe ananiona. Huyu mchungaji alikuwa na wengine. Si huyu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walifanya harusi, akapata mtoto na kalikuwa kasichana ka insurance. Kalikuwa kanafanya insurance. Na kalikuwa kamekuja mpaka kuniletea insurance hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kakakuja nikakaongelesha, kakaanza kunibia mambo ya pastor wao ni fire. Pastor wao anamzaka mpaka vifagio, anafagia uchawi wote. Bwana Yesu asifiwe. Kaniambia mimi ile madhabahu ambao nimesimamisha ule mchungaji wangu, hata nikasikia kuna ugonjwa ule jamaa, tunaenda kwa hiyo pastor ya apostle sasa ni apostle. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ukimtoka inaitoa. Sasa nashindwa. Wakati alikuja mara ya pili nilimuuliza, siwende waambie apostle apulize roho jamaa rudi. Haleluya. Ampulize
arudi. Akaniambia alikuwa kamkama. Unajua sasa nilikuanga nimejaribu anda huko ninaongozanga ninaumbilingi huko mimi unaona hapa ni mbaya naendanga 40 days hata watu wakudisha tisha na milima hata shetani upata milima bwana wali uongo na ndio hiyo watu utisha watu nayo sana tanyima kilima nilikuwa mlimani ya 21 days maana shetani ya 72 days Bwana Yesu asifiwe. Siri Biblia inasema wakati unaomba ni siri yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia unahubiriki, unafanyaga mpaka hadi kwanza ninapiga worship tu kidogo hivi. Wagonjwa wanapona. Mabibu inaanza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nashinda ile mapema ilikosa kukaondokea kwa nini? Jina la Bwana lipewe sifa. Kalikuja hapa tukaongea nako within siku kadhaa nikasikia mama yake ndiye alianza hata leo ananipigia asimtumie mtoto maziwa. Sasa naelezeka huyu mama mtadhani mwanailia sababu alikuwa amenisave kwa simu yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anatafutaka wale wachungaji ambao wamesefiwa kwa simu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwambie jirani yako antichrist ni wengi. Na wametuma watu wengi wakufe. Wametuma watu wengi wakufe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ambia jirani yako jichunge sana. Mwambie jichunge sana. Mwambie afadhali tuende kama kundi ambazo zimenyeshewa lakini tufike mahali Mungu anataka tufike. Si ati mimi sina shortcut ninaweza pita lakini ninajua wacha nipitie njia ya Mungu ambao ni kamili. Bwana Yesu asifiwe. Ile kina Apostle William walipitia. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha niwe na uvumilivu ndani yangu. Wacha nimsimame na kumngojea Mungu wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Badala nipite shortcut. Haleluya. Unajua ukiwekea mkono na mtu wa Antichrist in Jesus name amekuweka stika ya demons. Unajua hivyo? Amekuweka namba. Na unajua namba ya 6 is the 6. Wale ambao wanaweza yazisha si wale wapiga biashara wakubwa. Already inaweza kuwa imesha ni kanisa. Haleluya. Ni kanisa sababu watu wanajulikana wanaamini wachungaji kuliko Mungu. Salimia jirani yako mwambie jirani yangu. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaonyeshwa. Umeshapata hizo message? Za watu ambao wanaonyesha kwa wanakuambia utume 250. Nani ameshapata hiyo message? Mwezi ndio anarudia umetuma. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka yako ichunge sana. Si kila mahali sadaka yako inastahili kuenda. Si kila mtu anastahili kupewa sadaka yako. Hata huko kwa barabara wale wanahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Sababu wengine ni Antichrist na hawezi wajua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na utaungana na wao bila kujua. Jina la Bwana lipewe sifa. Antichrist ni mtu ambaye watajiepuka na imani ya ukweli. Waweze kutafuta watu watengeneze imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikumaliza ninamaliza katika chini Pastor Mase, Mungu akubariki. Nikumaliza ninamaliza katika kitabu cha 1 John 4 verse 3. Uandike mahali itakuja kukusaidia. Hata labda kuna wachungaji mnatembea na wao na haujui ni Antichrist. Bwana Yesu asifiwe. Hata unafundisha watoto wako kuomba pamoja. Wasikiwa na hiyo roho ya Antichrist ndani yao. Ndio anakuuliza unashika hapo ukilialia unaomba nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Unaomba pamoja na watoto wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Sababu wale Antichrist watakuwa wanaulizaka mtu maswali magumu sana. Haleluya. Nisome wewe yule amefika. Joseph umefika? Kama hujafika Michael atusome.
4 mstari wa 3. Na kila roho isiyomkiri Yesu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila roho isiyomkiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua Yesu lazima, kuna wakati niliwafundisha hapa, kuna Yesu mteule ambaye ndiye Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Biblia kuna Yesu wengi. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima useme kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Sababu Yesu ni wengi. Hata kwa Biblia tuliona wengine wanaita Yesu sijui nini. Yesu bali. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi bali Yesu. Haleluya. Lakini kuna Yesu mteule. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Mtu yoyote unayeona anapinga mambo ya Kristo, anapinga Kristo, huyo ni mpinga Kristo. Anafanyia shetani kazi. Mtu ambaye anapinga Kristo, mtu anasema ya kwamba anajua Mungu lakini hajui Kristo, huyo ni mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Twende katika 2 John 1:7. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo umesikia kwamba yaja. Na sasa imekwisha kuwako duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imeshakuwa wapi? Duniani. Already inatawala hata Kenya. Already inatawala kwa social media. Already inatawala na iko na nguvu nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kupinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kupinga ne Kristo. Watu hawaamini Kristo. Sasa wameanza kuamini mambo ambayo hayana mwelekeo. Watu wametolewa kwa Kristo, wameanza kuwa wapinga Kristo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. 2 John 1:7. 2 John 1:7. Nasema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea wapi? Duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wadanganyifu wengi wametokea duniani. Wasiokiri ya kuwa Yesu yuaja. Bwana Yesu asifiwe. Wadanganyifu wengi hawasemi Yesu anakuja, Yesu yuaja. Jitayarishe, kaa tayari. Haleluya. Amen. Wakati unaposikia mtu anasema haongei mambo ya Kristo yuaja. Bwana Yesu asifiwe. Maliza. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani. Wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndio mfanya nini? Mdanganyifu na mpinga. Ukikuja kanisani tu waambiwa vile utainuliwa, tutaingia laini nyingine ambayo sio ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Ni lazima ukumbushwe Kristo yuaja. Bwana Yesu asifiwe. Revelation 13:5-8. Tumalize na Revelation 19. Hiyo mwingine anifunulie Revelation 19 tumalize na hiyo. Aya, Revelation 13:5-8. Kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 5 mpaka wa 8. Inasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Naye akapewa nini? Kinywa cha kunena maneno makuu ya kufukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ya kunena maneno makuu ya kufukuru. Bwana Yesu asifiwe. Naye alipewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru.
akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akapewa kazi ya kufanya kazi yake miezi 40 na mingapi? Na miwili. Akafunua kinywa chake. Akafunua kinywa chake. Amtukane Mungu. Amtukane Mungu. Amtukane jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Mumeona watu kama hawa? Wako. Bwana Yesu asifiwe. Msidhanie shetani ndiye atakuja aseme ya kwamba anza kutukana Mungu. Ni watu ambao wataanza kukemea yule Mungu ambaye mnaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Yule Mungu ambaye anaabudiwa, aidha ni kwa Catholic, aidha ni PCA, aidha ni wapi, unapata mpaka watu wanaanza kuinukia yule Mungu yule ambaye tunajua ambaye ni Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kumuinukia. Wanaanza kusema tunaimogita makanisa masio. Endeni hiyo makanisa mkadanga. Endeni hiyo makanisa sijui mkafanyiwe nini na yani watu wanaongeaga tu maneno ya kufukuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hao watu wako. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake. Na maskani yake. Maskani yake ni wapi? Ni kanisa la nani? Mumeona hizo vitu wapendwa? Watu ambao wanatukana makanisa, watu ambao wanatukana aidha ni mtu ambaye anashiriki kwa Catholic, hata siku hizi unasikia aidha ni mtu anashiriki PCA, aidha ni mtu yani ukisema unashiriki mahali fulani, unaanza kuinukiwa, unaanza kusema mambo mabaya. Kuna watu ambao wameinuka, kazi yao ni kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yao ni kupinga. Baka unaomba kusema umeokoka. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiogope, sema nimeokoka. Unajua baka Bwana anaweza ingiwa na roho ya Antichrist ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Aanze kupinga ule Mungu wako ndani yako. Simama imara. Umtetee nani? Bwana Yesu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakao mbinguni. Nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita. Akapewa kufanya vita na watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kila mtu aniangalie. Akapewa kufanya vita na nani? Ndio unasema ya kwamba vile ninakaribia Mungu sana ndio shetani ananipiga. Kwa sababu wewe ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akapewa nguvu ya kupiga watakatifu kwa sababu anataka wawe upande moja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na wakati saizi ukipatana mtu mwanza kudiscuss mambo ya makanisa, mwambie wachana mambo ya makanisa na uache kunidiscusia. Wacha hizo mambo ya discussion. Hapo ndipo Antichrist anaingilianga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Haleluya. Unaona ile uwezo wako nayo? Jina la Bwana lipewe sifa. Umemaliza verse 8? Endelea. Verse 8 nasema na watu wote wakaao juu ya nchi. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu. Wataweza kusujudu yule shetani. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima. Sasa pigania maisha yako ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye jina yake haijaandikwa kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Pigania jina yako isitoke kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Nafika mwisho. Ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi wa nini? Wa dunia. Ambaye ndiye nani? Ambaye ndiye Kristo. 19 Revelation 19 verse 19 to 20. Tumaliza na hiyo. Haribosha darabasi ni maza. Revelation
19 mstari wa 19. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu. Na wamepanga kufanya vita pamoja na yeye aketie juu ambaye ni Kristo. Wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi. Na yeye aketie juu ya farasi. Tena na majeshi yake. Na majeshi yake. Yes. Mstari wa 20. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii ya uongo. Akakamatwa pamoja na yule nabii wa uongo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Yule mnyama akakamatwa pamoja na yule nabii wa nini? Wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Akafanywa nini? Yule mnyama akakamatwa na yule nabii. Akakamatwa na yule nabii wa uongo. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo. Pamoja naye. Yeye aliyezifanya hizo ishara. Yeye aliyezifanya hizo ishara. Yeye aliyefanya hizo ishara mbele yake. Ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa. Unasikia kwenye chapa inaingilia? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kule muhuri inaingilia? Bwana Yesu asifiwe. Inaingilia kwa nabii wa Bwana Yesu asifiwe. Inaingilia kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ingilia pia kwa kanisa, sababu wale watu wakapatana wafanye vita pamoja, wafanye vita juu ya nani? Aketie juu. Yule nabii wa uongo akachukua ule mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu nabii ametakanya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nabii wa uongo anakuwa na mvuto mwingine, hata hawezi kosa kumkaribia. Jina la Bwana lipewe sifa. Ameconfuse watu wengi. Many Christians wameweza kuconfusiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wamekuwa confused. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hii kanisa ukikuja kama umezunguka sana, Bwana Yesu asifiwe, hawezaki kutulia hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio hata ukiendelea kondo koleko huku, kwa sababu ya nini? Ukizunguka sana hauwezaki kutulia mahali hapa, sababu ile roho wa Mungu aliye mahali hapa hapelekani na ile roho iliyo ndani yako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tutaanza kutoka kwa Mungu, tuanza kufanya vile kanisa ama dunia inafanya, tutaanza kuconnect na watu wengine. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini ukiona mtu amezunguka hasa kwa manabii wa uongo, then yakuje hapa aseme anataka kutulia mahali hapa, hiyo roho haimtulishangi mpaka Yesu akuje. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yake ni kuzunguka. Mwambie jirani yako, kazi yake ni kuzunguka. Hana mahali pa kutulia. Haleluya. Hata wengi wanapagaga laini hapa, ukipata kuna Wednesday tunaweza pata watu wengi wamekaa hapa. Lakini akikuja hapa apata simwabii vile amealiambiwa pale pengine. Ndio mwanalege hato haliko. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini watu wanapenda kudanganywa sana? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapenda kudanganywa na kuambiwa vile wanataka, sio vile Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchungaji mmoja aliniambia ameonyeshwa na Mungu niwe mzazi wake wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja akakuja kunitembelea hapa. Wakati alinitembelea, macho ya Mungu ikafunguka ndani yangu. Nikamuuliza, unataka kuoa na uko na bibi?
Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuwa na uko na bibi ati huyo ni wa ushago. Huyo ni wa ushago. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, tukaenda kwake kanisani pia. Nikamwambia kanisa yake iko mpaka na godoro. Godoro ziko pale nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia kanisa yako ni logic. Akaniambia unajua saa zingine sikuagi wapi? Sikuagi huko. Bwana Yesu asifiwe. Umeshika roho ya usherati sana katika hii kanisa. Na hizi godoro zote msiondoe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Alinichukia. Hata kama alikuwa anatoa taidi mpaka 2,000, 3,000, taidi ilichomeka hivi. Sijui mayo. Bwana Yesu asifiwe. Zilienda hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda taidi alikuwa ananitumia hatumaki. Lakini taidi nakwambia mtu kweli ni nini ya muhimu? Hebu nisikie wale wanasema ukweli. Wakudanganya ama ambie ukweli? Ambiwe? Si hapa juzi tumetembelewa na nabii mwingine hapa amesema yeye alikuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikamwambia kuja. Mimi macho yako Mungu ananisaidia sana ikafunguka. Mpaka nikamwambia tuonane Wednesday. Sijamuona mpaka wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Mwambie jirani yako, ukiona unachukia ukweli. Mwambie ukiona unachukia ukweli. Au unaweza kuwa ni antichrist. Mwambie unaweza kuwa ni antichrist. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiona unapenda ukweli, unaweza kuwa njia yako ni nzuri ya kwenda kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baka hapo najua kuna kitu umeelewa. Kuna kitu umeelewa? Kuna kitu umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao Bwana Yesu asifiwe wako kwa madhabahu lakini wanafanya kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hawamuogopi Mungu, wanaogopa wanadamu kushinda nani? Kushinda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wana mundu uragukinyaga kanitha-ini, joyo ni antichrist. Bwana Yesu asifiwe. Ti mtu anakaa anataka kuharibu roho yako. Huyo ni antichrist ndani yake. Sababu watu wa Mungu wanakuaga wazuri na wahekima. Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiona mtu mpaka anakuambia, "Othiaga atia leo we." Biblia inasema no nginya tumenyanire. Simama kwa miguu yako. Kama umeshaenda kwa huyo nabii wa uongo, ambia Mungu akusamehe. Ambia Bwana akutakase, ambia Mungu akuoshe. Kama kuna kitu ushaitoa mahali pale, ambia Mungu akusamehe katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Fungua tu kinywa chako, ambia Mungu, ninaomba tu nitembee na wewe. Naomba tu Bwana utembee pamoja na mimi. Nisaidie katika jina la Yesu. Fungua tu moyo wako katika jina la Yesu. Ambia Bwana nisaidie kusimama pamoja na wewe. Nisaidie kuelewa neno lako. Nisaidie kutojiunga na mambo na vikundi ambavyo hazistahili katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nimekuja mbele zako. Ninanyenyekea chini ya